mama aliyesimama. Wiki iliyopita ulisimama mama? Ulisimama Jumapili? Ulishuhudia hapa Jumapili? Jumapili nilisimama. Ulikuwa na huyu binti? Amna. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu lisalimie kanisa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Kwa jina naitwa Koleta Charles, naishi Kiliaboya. Ndio, sasa nikuulize. Huyu ni binti yako? Amina. Ndio. Wewe ulikuja Jumapili peke yako. Uliona nini mpaka ukamleta huyu binti? Uliona nini hapa kanisani? Mimi Jumapili kwanza ulikuja kwa shida gani na nini kilitokea kwako na hatimaye ukamleta huyu binti? Mimi nilikuwa nasumbuliwa kiuno na mguu. Baada ya kuombewa mapepo ndo yakatamka kwamba na binti yake tumemfunga, hata shule sasa hivi hawezi kusoma. Baada ya hapo nikaenda Jumapili hiyo jioni, kesho yake Jumatatu nikambeba huyu binti. Kama sasa hivi ana wiki 3 amekataa shule. Alipokuja kuombewa mapepo yakatamka kwamba Neema yuko hapa, Neema yuko baharini, na Neema ameolewa kesho harusi yake. Kwamba Neema anaolewa kesho harusi yake. Baada ya kuombewa mapepo yalipotoka nikamuuliza, akasema, "Mimi mama, nina mwaka mmoja siko nyumbani. Huwa nakuja usiku saa 2 nakaa masaa 2 narudi tena huko baharini." Kila siku huwa analetwa saa 3 usiku, saa 2 usiku, na anakaa nyumbani masaa mangapi? 3. Anarudishwa baharini. Na hukumuuliza masuala ya shule? Nilimuuliza masuala ya shule kwamba tukafika nyumba, maana alilala hapo kwa mchungaji. Jumatano nikamwijia, nilipofika nyumbani akaniambia, "Mama, mimi siwezi kusoma shule sasa hivi. Maana shule nilienda siku moja tu, mpaka wa leo sijaenda tena shule." Okay. Na ulipofanya utafiti ukagundua ni kweli hakuwa wewe ulikuwa unamwona alikuwepo tu kila siku? Siku wote alikuwa anakuwepo tu? Na wala hukujua ya kwamba huwa analetwa anarudishwa? Sikujua, nilijua ni naye tu mtoto wangu. Mpaka yeye alipoanza kukueleza. Na umeendelea kumuuliza hilo swali mpaka sasa anasemaje? Labda kuna badiliko lolote? Badiliko lipo tu la shule, ndo anasema sitaweza maana sijui chochote. Nani, hebu sogea hapa. Usiogope, chukua maiki. Unaitwa nani jina? Naitwa Neema Sita. Neema Sita. Huyu ni mama yako mzazi? Ndio. Ndio, unaweza ukakumbuka mama yako anasema kwamba ulimweleza ya kwamba ulijipata ukiwa baharini. Unasemaje juu ya hilo? Ulikuwa baharini? Ndio. Tangu lini? Nina mwaka mmoja. Mwaka mmoja? Ndio. Ulichukuliwa na nani? Na bibi. Usitaje jina lake. Ulichukuliwa na bibi? Ndio. Akakupeleka baharini? Ndio. Ulikuwa unafanya nini kule baharini? Nilikuwa natumikishwa. Kazi gani? Kulima. Kulima na kazi zingine? Kwenda kuchawia. Kwenda kuchawia? Ndio. Kumbe huyo bibi ni mchawi? Ndio. Kwa hiyo alikuwa anaondoka na wewe kwenda kuroga watu kule? Ndio. Kwa hiyo yule bibi alikuwa anaishi baharini au yeye alikuwa anaishi huko kijijini? Alikuwa anaishi kijijini. Ila alikuwa anakuja kule baharini? Ndio. Kule baharini ulikokuwa unaishi pakoje? Kuna nyumba, kuna watu, kuna nini? Kuna watu wengi? Ndio. Wanafanya shughuli mbalimbali? Ndio. Kuna magari labda kama huku? Hapana. Hapana. Ndio. Kuna makanisa huko? Hapana. Hakuna mtu anayesali kule? Ndio. Watu wa kule wanafanana na nini? Kujua. Labda niulize hivi, ilitokea nini sasa ukarudi? Nani alikuleta? Nilibebwa na mtu aliyekuwa amevaa mavazi meupe. Makofi na vigelegele. Na hukumbuki
Unaweza ukakumbuka shuleni una miezi mingapi hujaenda shule? Kwa sababu kama umekaa kule mwaka mzima, ina maana mwaka mzima hujaenda shule. Ndio. Mwaka mzima hujaenda shule. Wewe unakumbuka ameenda shule mwaka mzima au ameacha kwenda shule? Mimi nakumbuka, maana ana muda gani haendi shule? Kwa ufupi, shule ana wiki 3 haendi. Wiki hii ndo ya 3 inaisha leo. Lakini yeye anasema na mwaka mzima hajakaleka shule. Ndio. Lakini wewe unajua? Mimi najua ana wiki 3. Okay. Jamani, naomba tusimame. Na tunataka aende shule. Unasemaje kuendelea na shule? Siwezi kuendelea na shule kwa sababu sijui chochote. Kwani ulikuwa form ngapi? Form 1. Form 1. Ndio. Kwa hiyo kuisoma kabisa form 1. Ndio. Na ukirudia tutaongea na walimu urudie form 1. Hapana. Hapana. Ndio. Kwa nini? Unataka urudi baharini? Hapana. Unataka ufanyeje? Ukae nyumbani. Alafu ufanye nini nyumbani? Uolewe? Hapana. Hapana, na kuolewa. Ndio. Ufanyaje? Ukae nyumbani. Basi, hebu inua mikono. Tunataka hiyo roho ya kukataa shule tuipige. Inua mikono juu. Inua mikono yako juu. Bwana Yesu uliye mtakatifu, tazama huyu mtoto amesimama katikati ya madhabahu. Umemtoa katika vifungo vya uovu. Shetani alikuwa amemfunga, anakiri mwenyewe kwa muda wa mwaka mzima hakuweza kukanyaga shule na hata moyo wa kusoma hana sasa. Nasimama kinyume na hiyo roho inayomzuia kusoma. Ninaiamuru sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shetani, toka kwa jina la Yesu. Out. Toka haraka. Mwachie katika jina la Yesu. Toka. Ninakuamuru katika jina la Yesu. Toka haraka. Toka haraka. Usimzuie kusoma tena katika jina la Yesu. Toka. Bwana Yesu nakukemea katika jina la Yesu. Nakufungua katika jina la Yesu. Nakufungua kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Narejesha nafsi yako na rejesha uwe mzima katika jina la Yesu. Amen. Inuka. Unaipenda shule? Ndio. Kwa sauti, unaipenda shule? Ndio. Makofi na vigelegele. Alikuwa anamwambia mzazi hataki nini? Kumbe kuna pepo limebakia ndani, ndio lenyewe halitaki nini? Sasa limetoka. Binti anataka nini? Shule. Makofi na vigelegele. Asante. Nilikuwa naomba kanisa tumuombee huyu mama. Kuna matatizo ambayo pia yalimpata. Navyomwona amesimama hapa, alikuwa na mume wake, lakini na walikuwa wamefanikiwa sana. Alikuwa na vitu vingi, alikuwa amepata mali nyingi, lakini ghafla ikatokea usiku mmoja majambazi yakaingia, yakampiga huyo baba, yakamuua. Kwa hiyo akabaki na watoto, na walikuwa wanaishi Kigoma. Ikabidi akimbie kule Kigoma kwa sababu ndugu zake pia wa upande wa mume walitaka kuchukua ile mali, kutaka kumnyang'anya, wakihisi kwamba yeye ndiye amefanya mpango na majambazi. Kwa hiyo walitaka kumdhulumu, walipewa mali kidogo sana. Ndiye akakimbilia Kiaboya. Kwa hiyo ameishi na wale watoto, wale watatu, wanne. Na kwa shida sana na Mungu amemsaidia, lakini ameishi kwa taabu, na hatimaye wale watoto wamepigwa na hayo magonjwa, na yeye mwenyewe akawa amepata unafuu kidogo, akapata nafasi ya kupata kazi pale sekondari ya Kiaboya, lakini shetani akapita huko na huko pia na akafukuzwa. Lakini pia alikuwa amelima mazao mwaka huu, lakini alishangaa kwamba baadhi ya hayo mazao yalichukuliwa kwa njia zisizoeleweka. Lakini pia hali yake iliendelea kuwa mbaya, na sasa Yesu amemfungua. Basi naomba elekeza mkono mbele ili Bwana aendelee kumfungua kabisa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Shetani ambaye umekuwa ukimtesa huyu mama, sasa namrejeshea furaha yake, furaha ya watoto, lakini pia furaha katika kila jambo katika jina la Yesu. Amen. Asante sana. Mungu awabariki.